shida ya Mafarisayo. Nyinyi mnacheza Mafarisayo wakiamua ni 3 hours every time they go and pray. Akianza kuomba saa 12 mpaka saa 3. Hiyo na maombi ya kwanza ya siku. Ikikuja saa 6, saa 7, saa 8, saa 9 ya pili. Ndio sasa saa 5 siku tena kuje huyo Mfarisayo. Na wewe hata 3 minutes hujawahi omba. Na una expect haki yako iende zaidi ya Mafarisayo na Sadukayo. Hao watu mara mimi nimewahi waona hata Israeli. Si watu kujaza, they are devoted to what they are doing. Lakini yao ni formalities. We must rise up above formalities. Amen. Above routine service. Amen. And be anchored to the guidance of the Holy Spirit. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. When we let the Holy Spirit lead us into prayer, we will see results like this. We will be discernible enough to know when the enemy is coming to attack, and we will respond accordingly. Amen. We will put the enemy where he belongs in our lives. Amen. Because we are a prayerful church. I'm repeating again. If you are going to make it in Mandela, this land of many altars, then you have to be a prayerful child of God. Amen. You just have to be prayerful. And through those fellowships I saw yesterday, we had a good time here. We are going to learn how to effectively pray. Because the Bible says, whatsoever thing you ask in prayer, believing that you will receive, then you will have it. Mark 11:25. Whatsoever thing. You see, everywhere, you better say whatsoever or whosoever. That is a blank check. You can write anything there. You can say, I am whosoever. And I am coming with whatsoever. That means that thing that you have. That thing that you desire of God. It shall be done for you. Jamani kwambia usisoee kwamba njoo ufanyiwe maombi. Hata ukiombewa tatizo lako hilo sijui ni ndogo hapana. I want a church that has got members who have got private prayer process. When they come to the corporate fellowship of prayer, the place has to shake. People don't consider what they do. Walikuwa wanaenda mahali simple fellowship. Unasikia mahala panatetemeka. Na wengine hawajaanza. Lakini moyo wao kitambo tayari ushaangalika. Kuna nguvu katika maombi. If two of you shall agree as touching anything shall ask, the Father will do it for you. Anything you bind here, even in heaven, it is bound. Amen. Anything you loose here, even in heaven, it is loose. There is power in prayer. Amen. In my cousin, nimeombea, amepona. Wow. Yeye amenimalizia school fees ya watoto mwaka uliopita. Nilikuwa nimekaa tumeshikia, kuna vile simu yako ina behave na najuaga tu hiyo si kiroho. Hiyo ina behave na ile sasa baba nataka kujua kiwango ya behavior, otherwise sisi hatu ni behavior mbaya na juanga kuja hapo nikapata simu niambia kwamba kitu imeingia. Ukiona wave usikia through wave na baadaye anatumia pesa nzuri akiniambia unajua pastor wewe ndio the priest of our family. Nilijua hii hakuna mtu anaweza kuniombea ni wewe tu. Na nimekuona uweza mimi samaki ninapenda wewe nikitengeneza vizuri yenye siweza kukula. Sasa hivi nimemaliza sehemu moja na shughulikia sehemu ya pili. Nikamwambia uma. Na ukiwa maji kwa mara moja Amerika tandaza hapo. Mimi bora umenibariki 25,000 shillings zilikuja tu ati. Si atarisi mwambie kwamba leta mbegu kwanza ndio hiyo maombi shike. Nimeomba nimepona mimi nimetoka hapo. Si nimefanya sehemu yangu.
Mungu anafanya sehemu hata watu wanafanyaga ukora na Biblia hata wachije wafanye. Atunikuja hapa hivi sasa ndio nimekuja na kupigana na hivi halafu nianze kusema kwamba watu sasa wapiga laini hapa hivi kwa 1000 naona kwamba naweza fanya ndio watu wabarikiwe. Nikikugonga mara moja tunaacha kwa 1000. Ndio Jesus 1000. Wewe ndio ngala ndio ndio unaweza toa tu. Nikikugonga mara mbili 2000. Hey, bwana wasema nini bwana? Biblia ni simple lakini watu wamecomplicate. Watu wameleta mambo mengi kwa Biblia wamekuwa. Mimi naomba ni kanisa liwe chumvi ya mahali hapa. Kwa sababu ninapenda maombi na ninapenda ushirika na ninapenda kufanya vitu pamoja katika jina la Yesu Kristo. There is power. That power may not be experienced if you don't use it appropriately. Yeah? Na sisi kwamba maombi ni rahisi. Prayer is work that works. Prayer ni kazi ambayo inafanya kazi. Kwa hivyo usitake tu kuvuna penye utafanya kazi. Omba. Hii wanda iko open. Zungumza vitu visikie. Kuna power. And that is why I'm telling you, know your authority in God. When you identify yourself with Christ Jesus, just remember He is the one that has said all power and authority has been given to Him, and He sends us with the same power and authority. Amen. Hallelujah. Yusu tumeenda na huyu wapi? Tumeenda na yeye. Nisema wewe. Unaona uwapa as my witness. Listen. Huyu kuna vitu pia anakulia kwa sababu ya maombi. Number 1, 2023 tulienda kufanya mission Malaba kwa boda kabisa. Ukiwa kwa baada ya kuingia Uganda 40 kilometers Idiri kwa Tenso huko market ile inaitwa Kajoro. Na tukaenda huko tukapata kuna mambo mengi ya giza sana yanafanyika. Mambo mengi wapendwa. Na mimi nilikuwa na time ya kufundisha maneno ya madhabahu. Juu wengine wewe umeroba na ujinga fulani. Alafu naambiwa basi ukitaka si kujiunganisha na madhabahu, hatutaki kujiunganisha na madhabahu. Madhabahu ni kitu ambacho si mchezo. Tulienda kunde la Tenso tukapata watu wamefungwa. Yala sisi tukungana nayo unaotu hivi hapa ni mfungo. Hii ni madhabahu. Kuna vile vitu vinaitwa tree altars huko zimejaa hivi. Na it is a present place. Tuliomba na vijana wenye wamefanya universities hapo hivyo na wamekaa kana kwamba ndio wanataka kwenda chekechea. Na wamefanya university. So sisi mimi nilikuwa naomba watu na hao Mungu afungulie milango karibu na Uganda, wengine waende Uganda huko. Something funny. Mungu anafungulia baadhi yao milango na wanakuja Nairobi leo hivi members wa Mzalamo. Hatukuwa tuko na keyboardist. Kijana kutoka NYS na anacharasa kinanda kama Daudi. Nikamwambia baba, niko Nairobi nimepata job. Ndio wapi? Kama naishi karibu na kanisa. Mama ndio wangu ndio kanisa liko. Wewe unakuwa keyboardist. Within a short time, mwingine amekuja. Within a short time, mwingine hata ametuma tithe. Unajua wakituma tithe kwa account ya church unapata notification. Sasa tunaanza kufikia. Kwa hiyo sio. Kuna mwingine Eldoret University material. Statistics and economics. Amekuja anafanya jengo imemchapa. Wewe hii ni shetani wewe. Kuja huko. Sasa yeye confirm kutoka mzuri sana ya kutravel agents na huko. Amen. Maombi inafanya kazi. Huyu tulikuwa tumeomba unity yanafanya kazi atoke huko ni mtumishi wa Mungu. Ana waste time huko. Anaenda interview mimi nimemwambia vile kido aliniambia
this strength that you have. Kama pia hela na huyu Mungu ambaye na sasa yote tulikuwa tumetoka huko wa Mombasa. Mtumishi wa Mungu itakuwa aje? Let us pray and pray again. Na wewe tulikuwa malaba tena tuliyafahamu kwamba hii kitu iko. Ilikuwa 1 week. Congratulations umeingia. Kwamba umeingia ndani. Kwa sababu ya maombi. Sababu ya maombi. Kwa sababu ya maombi. Kwa sababu ya maombi. Wapendwa, kwa sababu ya because of what? Prayers. Be a prayerful person. Let's start from somewhere. You cannot be to the level that I am, but at least I started from somewhere. You can also start from somewhere. Was it like last time when you said it to Nanyuki? Was that your last second one? When you said it to the Nanyuki mission? No man. It was last year. It was last year. We went to Nanyuki. That we were invited na SK. We didn't go SK. Na tulienda kwa pale Vika mwenye anasimamia street area fulani. Wao wanasema tutafanya kesha. Sasa saa sita ndio tuna warm up kwanza maombi. Mama anashangaa alikuja kuniuliza basi anasema nini kuomba na unaomba. Nikamuuliza nimeomba aje. Ananiambia hivyo ndio unaomba aje. Nikakuja nimeomba aje. Praise the Lord. Amen. Na mchana tunafanya door to door. Hao ndio watu wa kwanza wengine walishangaza. Nilikuwa sasa tumeenda outreach. Outreach sio walikuwa tunaendea watu ambao hawajaokoka. Lakini hao walituambia tunatembelea washirika ndio wametoka kanisani. Walete kanisani. So something funny. Kama saa 9 za mchana. Nilikuwa nimepatia neema mimi ya wale mbele Kiswahili nilifanya hapa. Inaletea maneno mengi kutofautisha S na Z, CH na J, P na B. Hiyo tunajua wewe ukiona nasema hivyo ukijua kwamba basi amejaribu. Praise God. Amen. Chama tukitembea kwa mtu. Huyo basi akaniambia basi hii ngoma unaona. Huyo mtu unaona title unaona organization. Huyo mtu yaweka kwa yake hivi. Na ni mkubwa wa polisi. Nataka uombee hili bomba. Na tukapata nafasi huyo jamaa. Tukaomba. Kuomba leo saa 9. Kesho saa 9. Yeye alikuwa amewekwa kama interim IG. Inspector kama unataka je? Tunaitwa inspector of police. Inspector general of police. Huyu mnaita Ganja. Hata mpaka alikuwa juzi baba yake ndio mgombea last year. Na the following day ndio waka anakuwa mkubwa wa polisi. Wow. Na hiyo ilikuwa inafanya pasi wanakuja kununulisha kwamba wana mama hadi unaomba saa 9 na saa 9 mtu na basi unaona kama angetakuwa kweli mkubwa wa polisi. Kwa maana ilikuwa sema ni interim. Sasa kwambia kwamba Mungu kama ameshaweka stamp, ameweka stamp. There is power in prayer. There is power. Sio nimeweka testimony story yake, lakini tulikuwa tunazungumzia tukienda macho mbinu nyingine ya maombi ambayo kila mmoja wetu akishika pia inaweza kusaidia. Maana tuko na baraka. Mapenzi ya Mungu ni kwamba tukaweze kufurahia hili baraka za Mungu. Lakini kuna shida mahali. Yule adui wetu wa zamani ako na mashtaka. Kwa hivyo tunataka leo tu kifupi tuzungumzie jinsi ambavyo tunaweza omba in a courtroom setting. Yaani kwa njia kwamba tuko katika mahakama na tuna amri na yule mshtaki wetu. Kuna kitu kingine inaitwa kwa Greek inaitwa andidikos. Andidikos kwa Kiingereza ni adversary.
Biblia inasema kuwa adversary wetu. Na andiko zinamaanisha kwamba yule ambaye anaenda kinyume na vile wanasema anti-corruption. Anti-corruption. Kitu ambacho kinasimama kinyume na corruption. Anti-corruption. Anti-ethos. Anti-ethos ni adversary mwenye kila wakati anasimama kinyume na haki tuliopewa na Mungu. Mahala ambapo inataka tubarikiwe, adversary anasema nitaona. Amen. Anasema mimi ni kwaje kama tumefurahia mambo ambayo Mungu atakuandalia. Anasema atafanya kila jitihada kuhakikisha kwamba wewe haufurahii. Ndio nasikia katika Ufunuo 12 mstari wa 10. Mtumishi wa Mungu Yohana anasema, then I heard a loud voice, chapter number 12 of Revelation. I heard a loud voice saying in heaven, now salvation and strength in the kingdom of our God and the power of his Christ have come. For the accuser of our brethren, who accused them before our God day and night, has been cast down. The accuser of brethren, mshtaki wa wapendwa, ambaye anawashtaki usiku na mchana, pia yeye anaachiliwa hapa chini. Shetani anatushtaki, na mashtaka hayo yanafanywa katika mahakama ya mbinguni. Naweza kuwa umebarikiwa tu, lakini ameweka mashtaka imeanza ukiambiwa unazotaka. Angalia kitu kingine ambacho labda kitakufungua macho. Hebu angalia Ayubu mlango wa kwanza. Kuanzia mstari wa 6. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. And Satan also came among them. And Satan also came among them. And the Lord said to Satan, from where do you come? So Satan answered the Lord and said, from going to and fro on the earth, and from walking back and forth on it. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is nothing like him, and there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil. So Satan answered the Lord and said, does Job fear God for nothing? Does Job fear God for nothing? Have you not made a hedge around him, around his household, and around all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. But now stretch out your hand and touch all that he has, and he will surely cast you to your face. Unatoka wapi Shetani? Sasa ile wala Mungu anajihudhurisha mbele ya Mungu. Anasema kwamba nimekuwa tu humu. Kwa sura umeona mtu wako Ayubu. Na Ayubu bila sababu alikuwa kwenye haki, mtu mwenye aliyekana na uovu. Lakini haimaanishi kwamba hawezi kushtakiwa na yule jamaa. Na nataka kingine kushangaza. Sana wewe unakuuliza nini? Sasa unafikiria Ayubu anakuogopa ama anakuabudu kwa sababu ni Mungu kama si vitu ambavyo umepatia. Na unaona kwa ile ingia. Sasa mimi unaniambia wewe unaweza kuniambia kwamba mwalimu fulani anakupenda kwa sababu ati wewe Mungu. Sinikala kati ya sina umempatia, alafu sasa amepata kati ya kingine sasa yeye ni mwalimu mwandamizi, yeye ni senior teacher. Kwa hiyo ati wewe jaribu kumwoa hapa hivyo, tuone kama ataendelea kukuabudu. Hivyo ndio mashtaka huwa inaanza katika mahakama ya juu. Na tusipopata mbinu ya kuachi. Isaiah 41 verse 1 inasema hivi, present your cases, says the Lord.
bring forth your strong reasons, your strong argument, says the God of Jacob. Kuna mashtaka inaendelea na mbinu ilikuwa nataka tujadiliane adhuhuri ya leo ni jinsi ambavyo tunaweza kuchukua amri kutoka kwa mahakama ya juu ya mbinguni kuzuia mashtaka ya shetani isifanye kazi kwa maisha yetu. Tunaelewana? Kuna vitu vinaitwa divine restraining orders. Kama tu hapa tu kwa mahakama ya kawaida hii. Like tuseme tulikuwa tumeandaa huu mkutano na chifu akasema kwamba hii mkutano haitaendelea. Tunakimbia mahakamani kuchukua order ya mahakama ya kusema mkutano itaendelea kwa wanachama tutaongea baada ya mkutano. Unajua kuna authority ya mahakama. Ndio maana nakwambia jua the position that you have also in the institutions of God. Know where you belong. Kuna kitu kile katika Daniel chapter 7. Daniel chapter 7 verse number 10. I think leo we have to pray and go, but I want you to get this concept so that you can argue with the enemy in an appropriate way. After this, I saw the night visions, verse 7 of chapter number 10, Daniel. And behold, a fourth beast, dreadful and terrible, exceedingly strong. It has it was devouring, breaking in pieces, and trampling the rescue with its feet. No, I want to verse 10. A fiery stream issued and came forth from before him. 1,000 ministered to him, 10,000 times 10,000 stood before him. The court was seated and the books were open. Mahakama ilikaa, vitabu kafunguliwa. Hiyo ni setting ya mahakama ya juu. Na unajua, you are a spiritual being. Usifanye kwamba wewe uko tu wewe. Kila mtu anakuamba hivi. Since we are spiritual beings, you do these things by faith and argue your case. Hii ni moja kati ya mbinu wachawi wanatumia kufunga njia zetu. Kwa maana hao wanajua vizuri wakiingia in the spiritual realm and file a case against you, utapata umesakama kwa maisha yetu. Mahakama inangojea uwasilishe kesi yako, wewe uko tu. This is if we do them by faith. Ndio maana kwamba usipokuwa mtu wa maombi, siku moja utakuja kuulizwa ni nini ilifanyika. Kwa maana utakuja kuonyeshwa the vast estates ambazo zilikuwa zako, ijapokuwa ungelizimiliki kimaombi, lakini ulikuwa tu. Unaweza angalia all these blessings, hii mali yote ilikuwa yako. Kwa nini unaomba? Tunao siku unajua. In the league of fraternity, wanasema ignorance is no man's defense. Kwa sababu mimi sikusoma sheria. Fanya makosa hapo alafu mwambie mtu kama atakwenda law school. Utafungwa. Sheria ni sheria lazima ujue. Cooperate with na sisi, the only constitution in the court of heaven. He. Biblia inasema katika 1 John chapter number 2 verse 1. Inasema I write to you little children that you may not sin. But if there be anyone that sins, we have an advocate. We have an advocate with the Father,
judges the righteous. So watu kuna wasiwasi kwa sheria itafanya namna gani? Tuko na wakili. Na huyo ni wakili wa kweli. Yaani mtu amekuja na madhabahu ya giza anakuaccuse kwamba ukiendelea kung'ara na unang'ara hivyo familia yetu itaenda juu. Kwa hivyo anaomba mahakama ya ulimwengu wa roho isimamishe hiyo kung'ara kwako. Na unaanza kumakitai. Lakini wewe ukigundua kwamba uko na wakili anaitwa Yesu Kristo, yeye anaenda na anasema yeye yako na file yako ya November 1st 2025 waangalie kwa cost list. Wanasema kwamba cost list number 130 na majina yanasoma na anasema righteous judge. You are right. Ndio nimekuja hapa hivi. Na anasema anataka uendelee kung'ara kwa sababu kuna kazi hata inatakana uendeleze. Kwa hivyo anaomba mahakama ya mbinguni kwamba kesi yako ifutiliwe mbali uendelee na maisha kwa sababu tu Mungu tukufu. Ni vitu simple. Ni vitu simple upendo. Hii nataka arudi tuone Mungu akija na mtu wetu ukunywe katika drink kidogo alafu sio nafanya vitu kama hizo asisikie watu. Let us use the word of God the way it is. That's why I told you, any concept I stumble on in the Bible, I exercise it. I see the fruitfulness thereof. You can do it. You can do it. Kama wewe si mtu ambaye kwa haraka kuna sababu unachukua naomba hivi, wewe unaweza kaa hivi. Na unasema in the name of Jesus, I ascend into the royal court of heaven through the blood of Jesus and in His name. Because the Bible says, He is my true advocate. He is the one that is representing me. He is the one that took my sins away. So if I was not to be allowed in the court of heaven because of my nature, Jesus represents me. Na by the way, Yesu amefanya tunasimama mbele ya Mungu na ujasiri. Kuna wakati kwa shida inaanza kuaje. Lakini kwa sababu Yesu alibadilisha vitu, alichukua kesi yangu. Mimi sasa ile majina inaitwa badala ya kusimama kisimani, Yesu anasema wewe kaa, mimi ndio nasimama hapo. Hivyo maana nilikufa msalabani. I know how to defend you. I know how to fight your destiny. I mean to fight for your destiny. I know how to bring you to a place of fulfillment. I know the judge of the Supreme Court of Heaven. He is a righteous judge. We'll judge ambaye is our father. Huwezi kumwambia kwamba unataka kumuona kama kwanza ndio kesi ya vile kwa vitu tunaona hapa hivi. Angalia vitu tunafanya katika Tanzania hapa hivyo. Kama ni Mungu anasomea hiyo kitu. Tumekuwa tunasumusa kama suluhu kwa mara nyingine tofauti. Lakini mahakama ya dunia hii imejaa uongo mwingi. Mimi najua ndio wafuasi wa suluhu lakini mimi ndio tunafahamu sijasema pale. Leo tunaendelea na mjadala. Mnapeleka sisi kwa sababu tunaenda Tanzania na tunaenda shida mingi. Wacha niachie hapo. Hii dunia bwana. Hii dunia. Hata nyinyi mnajua kama mkuu wa msasi wa Raila. You can agree to meet tangu tuseme Raila amekuwa akipita kwa hapa. Na amekufa bila kuwa president wetu. Mimi nakugonga kofi na kwa sababu niko na hela naenda mbele wewe ndani tena unilipe kwa sababu nilikugonga kofi. Hiyo ndio mahakama ya hapa. Lakini mahakama ya mbinguni. Amen. Mahakama ya mbinguni mpendo. Mahakama ya mbinguni. Jesus. Kama ni heki mtaenda na hata huwa wiki kwa sababu hivi ndio ikisema iko nzuri. Mahakama ya mbinguni kwanza inakwambia leta huyo mtu ambaye umeua kwanza. Ndio tusikumuza maneno yako. Lazima kusema ni nani nimeua wewe. Hiyo iko na CCTV. Hiyo unaweza kupata kama wewe umeshikiwa. Hivi
hakuna kutoa. Wacha mimi bado mnaona kwa vile vitu vinafanyika kama hivyo. Hapa the end justifies the means. Hapa vile unatoboka ndio kitu ambacho kinakuletea at the limit, lakini the court of heaven. Wala ambapo Abel anaulizwa kwamba Abel nini imefanyika. Kain anaulizwa ndugu yake Abel hapo. Halafu anasema kwamba kwani mimi ndio niliweka kuwa mchungaji wa Abel. Tunasema na damu yake inalia. Ndio unajaribu kutuambia hauhitaji witness. The court itself has got facilities that are sufficient enough. And I know your life, Mungu anaendelea. Kuna mashtaka ambayo inaendelezwa kwa maisha yako, lakini kama utatambua Yesu Kristo kama mwakilishi ama advocate wako, kesi yako sasa imefunguliwa, imetupiliwa. Kwa maana mapenzi ya Mungu tufurahie maisha haya. Mungu hawezi kama kwamba anataka leo usikie vizuri, next week usikie bali kinga bana. Mungu anataka tu ufurahie. Lakini kuna yule mshtaki wa wapendwa, day and night, he's coming up with trumped up charges. Sikila maana asina msingi. Unajua mpendwa, ukipatia pesa nyingi ataharibu watu hapa. How? Unafuta ndani kanisani apata kwa uzuri, wala kupatia pesa hiyo kwa source church, yeye ndiye ataharibu kabisa. Ni mashtaka ambayo ni uongo. Amen. Wacha ubalike tuone kama utaleta hapa hivi sadaka nzuri. Amen. Ndio ile ndio washagaa haya. Kwa hiyo hapo ndio tufikirie. Unaweza kumwambia kwamba kupata pesa nyingi utakuwa mwamini kuleta hapa hivi kwa. Amen. Yesu Biblia inatusumbia maneno ya kutoa. Kama kuna watu kuja hapa hivi, Yesu kwa kusaidia nitazungumzia maneno ya kutoa. Do you know giving is a legal process? Najua watu wengi wanajua maneno ya Malaki kingine. Soma Malaki namba 3 kuanzia verse 4. 23. He will sit as a refiner and a purifier of silver. Righteousness. Then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasant to the Lord, as in the days of old, as in former years. Number 5. Against sorcerers, against adulterers, against perjurers, against those who exploit wage earners and widows and orphans, and against those who turn away an alien, etc., etc. Unajua ukileta sadaka yako as a representation of the case in heaven, Mungu anasema kwamba atakuja na hukumu. Atakuja kwanza kama shahidi na atashuhudia dhidi ya wachawi ambao wamekuroga. Atashuhudia kinyume nao, atashuhudia kinyume na nguvu za giza, atashuhudia wala ambao wanakunyang'anya bwana yako, wala ambao wanakunyang'anya bibi yako, wala ambao wanataka kuharibu ndoa yako. Mungu atashuhudia. That's a good example of what happened in the Supreme Court of Heaven. But it means a representation. It means somebody who can actually go to Jesus and tell him, I have got something, and I want you to go and obtain for me a certificate of agency. Oh Jesus, just go. It should not reach in the evening. It should not go to next week. Jesus, I plead with you as a true advocate. Is a representative that has never let anybody down. I come that you may help me. If you don't do it, I will suffer irreparable damage. If you don't come in through, the enemy wants to bring shame in my life. Unajua ya mahakama. Unasikia mtu anasimama hapo na anasema naomba mahakama haya yapatiane kitu inaitwa injunction kwa hizi churches. Unajua injunction inamaanisha nini? Hakuna mtu ataendelea na mambo yanayokuwa nayo
tutoe hii church na tuambie wakili aende atupatie atafute injunction kutoka the court. Hizo vitu zinaenda mpaka vile mata tutakuwa settled in the court. Na sisi tumeacha shetani anaendelea, ameweka vitu kama shetu na tuko tu na tuko na hapo. Na huyu hapo kwa simu ya kwamba gari yake ina mafuta sijui fanya nini. Let me tell you, 2010 niliuziwa shamba na maisha. My aunt. Ilikuwa shamba inalipa mbengo. Shamba inalipa mbengo. This is 300,000 shillings by that time. Hata wewe ukipata lori na hiyo lakini mimi mtu wa Mungu nilikuwa nayo. Na nikaenda kwa hiyo shamba lakini vile sikatokea tu from nowhere. Watu wakaiwa kijiji mzima ikani kwamba watoto ndio waweze kuishi hapa. Ikaleta maneno. Ilitumia around 4 dog farms. Kila dog farm inaingiza kwa hivi inakuwa compromise. Leta hii napatiana pesa. At long last, the other side walitumia zigzag ways. Wale wakachukua hiyo shamba. Mimi nikawa na furaha. Juu nikasoma andiko itaniambia kwamba the earth and the fullness thereof they are the Lord's. Nikajua Simba baada hiyo kwa sababu ardhi yote ni ya Mungu. Mimi ni wa Mungu. Mungu anataka kwamba tuwe kitu haina na chukua. Ijapokuwa tembea bila dola sio na represent. Nilikuwa nimesikia station. Mimi maneno yako yanashughulikiwa na mahakama ya juu. Na kama kuna mchezo mwingine unafanyia watu hivi, mimi ndio mtu mwisho nimefanyia. Hata yule akanichekelea kama kwamba nimeroga kichwa kwa sababu ya roli. Nikamwambia nisikie. Kama nasafu Mungu ina six away, you will have peace. That will tend kwa the supreme court of heaven. Na nisumusa mwananga yangu pale with the true advocate. Ninawahurumia. Tuhurumia. Na nikasema moja yetu. Within a short time. Mungu akanisaidia nikapata tena. Nikakuta kwa mwingine mara pengine prime. But somehow expensive. Lakini hiyo nikapata. Naye within a short time. Every advocate mwenye alikuwa commerce na represent. Sikuwa nimeenda kulipa school fees ya mtoto wangu niko commercial bank hivi. Secretary wa hiyo farm, hapo inabia pass. Kuja nikwambie hivi. Kuna nini bwana? Nyinyi mlileta dawa ndio. Hapana, niko kwa mimi niliambia jamaa, kuja kuonyesha. Akaenda mbele hiyo ofisi hapo hivyo, nimepigwa mabati kwa sababu ya rent ndio hawezi kulipa. Na sasa kwa huyo alikuja kutafuta kazi akapata siku ya mtandao akijijemea siku nyingi ilikula mkuu na huyu mwingine alikuja akakula pesa tena ya compensation ya widow na kununua gari. Sasa hiyo wanafurahia kwamba wanaijua wanunua gari mpya. Alikuwa na bahati siku mvua ilikuwa imenyesha na mabwana wenzake hiyo gari mtu wakapiga mtu wengine wale kufanya sababu hivi na live alone that LSK struck off practicing kwa sababu ya hiyo. You are a child of God, Mungu anakuchezea. Amen. Ukijua position yako, if you know your identity in Christ, you know the authority that functions in the institutions of God. You will be a very powerful person. Mwalimu ni kwamba hivi, msinaje kila mtu anataka kuelezea kwamba unajua naweza kufuta ama naweza kupiga transfer uende kwa forest na hapo. Alafu narudi bana usifanye mlipo kupatia mwaga. Stand firm. And you tell me that you don't know what I'm talking about. But it's power when we present our cases before God. We can take injunctions, what I'm calling divine restraining orders. Na unakaa sema Yesu mimi nimekuletea hii. Maandiko yanasema
for this purpose. That's what I'm going to command you. Isaiah, bring your strong argument. Bring forth. Present your case and bring forth your strong arguments. Bring your strong reasons. You know, must come about watertight. Even in heaven, they want evidence. Evidence belief. When you quote the word of God, you are quoting the constitution that functions in the Supreme Court of heaven. Amen. So this purpose, the Son of God, was manifested so that it might destroy all the works of Satan. So any work that is manifesting in my life be destroyed by the power of God in the name of Jesus. The word of God says, by the stripes of Jesus I am healed. So you disease, you sickness, you weakness that is in my body, get out of my body in the name of Jesus. And you believe it, and you believe it, and you believe it, and you go forth for it. It will happen. It will happen. It will happen. It will happen. Ask the advocate. If you have been representing yourself in this court, tell him, I surrender myself in representation and give you the chance to represent me. How does that happen? The way we have just been doing. You tell him if there is any legal ground. Kuna vitu tunaitwa legal grounds. Kuna sababu zenye shetani akiona anaona amepata mahali pa kushambulia. Kuna repent. Unaambia Bwana kwamba kama kuna sababu yote hadi shetani huwa anatumia akinishambulia, ninaomba damu ya Yesu Kristo fanye nini? Iondoe. Inakupatia nafasi nzuri Yesu kupigania katika jina la Yesu Kristo. Say, my Father and my God, believe. Nasema useme nyuma yangu. Sema Baba na Mungu wako.